usiku wamenyamaza. Kwa nini kiko hapo? Dada, kazi ulionituma ni ngumu sana. Unamaanisha nini kusema kazi ngumu? Nilifanikiwa kufika kwenye lile eneo. Na nilivyokuwa nataka kumvisha, nikasikia sauti kali sana. Inaniambia acha, acha. Nikatetereka kiimani na nikajikuta sipo kwenye lile eneo. Unatetereka kiimani? Hivi unajisikia unavyoongea wewe? Unatetereka vipi kiimani wakati wewe ni mchawi? Wewe si nilikupatia nguvu wewe? Nilikupa kila aina ya nguvu. Nilikufundisha kila aina ya kujikinga. Inakuwaje unashindwa na binadamu wa kawaida? Hivi unajielewa wewe? Sikiliza nikwambie wewe. Sisi ni wachawi. Na umeshaingia kwenye uchawi. Huna mamlaka ya kujichanganya na binadamu. Ni lazima ufanye kile ulichokitumwa. Na ni lazima ufanye kazi ipasavyo. Si unanielewa? Sawa dada, nimekuelewa. Na nyingine ukinituma nitafanya kazi ipasavyo. Nitafanya vizuri. Ukishaingia kwenye hiki chama, ni lazima uwe na roho mbaya. Tena mbaya sana. Unaleta huruma. Sasa basi, kumbuka kilichopo ndani ya tumbo la yule mwanamke ndicho kinabeba maisha yetu. Na ukishindwa kufanya hiyo kazi, nitaifanya mimi mwenyewe. Kingine, kesho nitakutuma sehemu atakapokuwepo yule mwanamke, ukaifanye kazi. Ukishindwa kuifanya, nitaifanya mimi mwenyewe. Tumeelewana? Sawa dada, nimekuelewa. Chukua hiyo. Toka. Toka mbele yangu. We mama wewe, utamwaga. Hebu tulia. Utamwaga bwana, da. Sisi wazee wa zamani tulifundishwa kupeta, sio nyinyi. Kushika tumbo hivi na kutoa. Yaani mama ukimwaga ubao chini kiukweli, yani mama tusaidie kokota. Taokota mwenyewe kama nilivyomwaga ubao wangu. Mwanangu Lole. Ndio mama. Hivi unakizima moyo? Mama unamaanisha nini kusema hivyo? Hivi kule nilikokuta na yule kijana mnaongea hapa, ulifuata nini? Mama kiukweli sijui hata pia nilifikaje kule. Yaani hadi leo mama sina majibu kwenye akili yangu, najiuliza tu. Nilitoka saa ngapi hapa nyumbani nikafika kule sijui. Sasa nikwambie kitu. Yule aliyokuwa naye pale sio mwanaume, sio kijana kama unavyofikiria. Mama unasema nini? Yule ni mwanamke. Tena yule binti mchawi, mtoto wa mzee Madori. Mama. Jamani, yani mama ndo maana nikawa mimi sijielewi kabisa, yani kabisa fahamu sina. Ina maana hadi leo mama sina majibu. Yani yule mama yule dada akalaaniwe. Yani Mungu amlaani. Yani mimi tu na mtoto wangu. Kwani mimi wangu imefanya nini? Sikiza nikwambie mwanangu Lole. Sio kila king'acho ni dhahabu. Au la sio kila mwanadamu unamuona mbele yako ni mwema kwako. Umesikia mwanangu? Kuwa makini. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda sana mama yangu. Yaani mama siamini, yani siamini kabisa. Yaani kama usingekuja wakati ule na hisi ningefanywa kitu kibaya. Hivi kwa nini kila kitu ninachokifanya kinakuwa kigumu?
Halafu huyu Nabii Tutu ni nani kwani? Maana ananitisha mpaka kwenye kazi zangu za kichawi. Na cha kushangaza, mpaka mwanachama wangu mpya nimempa kazi na ameshindwa kuifanya. Na mimi kiukweli sitaweza kuifanya hii kazi peke yangu. Lazima niweze kupata mbadala kivyovyote vile. Kazi inayofuata katika dunia inakaribia kutimia. Imefikia 90% na imebakia 10%. Wawili ambao walikuwa ni magwiji wa kichawi wameamua kuacha kabisa hii kazi. Amebakia huyu mmoja anayejiitwa Sweet Vida Kigagula. Dawa yake iko jikoni inachemka. Vida. Safi. Karibu. Asante. Upo? Mimi nipo. Ehe. Niambie. Ila umekuwa? Nimekuwa, lakini hata wewe umezidi kuwa cheupe. Ai, siku nyingi sana hivi. Shikamoo mama. Umefuata nini nyumbani kwangu? Mama, nimekuja kukuomba msamaha mamangu. Uniombe msamaha mimi wewe? Wako watu wa kusamehewa, lakini sio wewe na familia yako kile mlichokifanya kwenye familia yangu. Mama, binadamu anapokosea anapaswa kusamehewa. Allen. Naam mama. Huyu Vida unayemwona mbele yako sio yule Vida aliyokuwa akimjua. Sasa hivi ni mchawi, chawi mkubwa mtoto huyu. Hapana Allen, sio hivyo unavyofikiria. Wewe acha kumwongelesha mwanangu. Allen. Naam. Vida ni kigagula mkubwa, anawanga mchana kweupe mtoto. Jua linawaka, wenzio wanawanga usiku. Yeye anatembea na maungo mchana kweupe, binti mzuri, na wanja vizuri kama nini. Lakini la, mchawi mkubwa mtoto. Nimekwambia tu. Allen, sio hivyo kama unavyofikiria. Wewe, hebu nenda kaange mbele ya safari. Pumbavu mkubwa, chawi wakubwa tu wazuri mnawanga. Jua linawaka. Mwanangu Allen, wengine wanarithishwa magari, majumba makubwa ya fahari, biashara kubwa. Sasa yeye anakwenda kurithishwa uchawi na babake huyo mzee Madole huyo. Mtoto mzuri, binti mzuri wa kuoa kuolewa. Eti leo mchawi. Tena achana na kwa habari si Vida vile. Sitaki nikusikie. Basi mama, basi. Hebu twende ndani huko. Usiku wamenyamaza, miti inavuta pumzi, mkia wa jua unazama pole, vumbi la roho linainuka. Nabii Tutu asimama peke yake, michanga mwekundu chini ya miguu, macho yake moto mweusi, mauti yakisubiri tukio. Anachora duara kwa majivu ya babu. Vida mwanangu, usikatishwe na mtu yoyote hapa dunia. Fanya kazi ya kichawi mpaka dunia ikuelewe wewe ni nani. Ufanye kazi ya kichawi kama ulivyoniahidi wewe. Najua uko peke yako, na leo nakubatiza. Utakuwa Vida mchawi simati, jeshi la mtu mmoja.
Umenielewa? Hapa duniani hakuna mtu yoyote atakao kuja kusimama mbele yako na kutamba. Wewe ndiye utakuwa unatamba. Jeshi la mtu mmoja. Ukitaka nguvu utachukua ndondo za kichawi. Wachawi wako wengi sana hapa duniani. Wewe nafsi iliyokufa, umefuata nini katika hii dunia? Sasa na kuamuru, toka na urudi katika makazi yako ya milele. Na kuamuru, toka! Michanga mwekundu chini ya miguu, macho yake moto mweusi, mauti yakisubiri tukio. Na wewe, na wewe, na wewe, anaita majina hatuyajui, kelele za ndege. Sasa wewe inabidi ukala ya mapera haya. Wanasemaga mimba chaka sijui nini, wanapendaga kula vitu vichachu vichachu haya. Yaani mimi mume wangu na kunigia vitu vichafu. Basi sasa. Kwa hivyo ni vibishi kabisa. Nimeyatupa. Haya, kuna kitu nataka nikuulize. Hivi unaikumbuka ile siku tulikuwa tumekaa pale tunapiga story? Unaikumbuka? Unaikumbuka? Naikumbuka mume wangu, niambie. Wakati tumekaa pale alitokea mtu ambaye alikuwa amevaa kanzu jeupe ni refu, alafu amefunga mkanda mwekundu. Sasa nilishindwa kuelewa kitu kimoja. Yule alikuwa ni mchawi au alikuwa ni mganga au ni nabii? Maana amekaa kama padri, nilishindwa kuelewa. Yaani mume wangu muongea penyewe. Mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza, hata majina yetu ameyajuaje? Hapo. Na ukija kucheki mume wangu, hata kila point aliyokuwa anaongea ni ya kweli. Sasa mimi hapo ndo nashindwa kuelewa, ndo maana nikakuuliza. Yule alikuwa ni mchawi au ni nabii au ni padri au ni mtu gani yule ambaye alitutokea? Mimi sikuelewa mpaka ndo maana nilishua mpaka nguvu. Mwanangu, chakula tayari, njoo nikula. Haya mama. Kwenye viti vyao, kikombe cha chai kinabakia moto bila moto. Wakati umeiva kama ndizi kwenye jua, napuliza vumbi, upepo unajibu pole pole. Nyakati za mwisho za kichawi za nabii yetu, maneno yanachemka kama moto juu ya mti. Vida, najua unakoelekea. Umebeba koba lako la kichawi hilo. Unataka kwenda kulitupa katika bonde la mto Msimbazi ili likateketee baharini. Unajidanganya. Kwa nini unakata tamaa mapema hivi? Ni lazima uifanye kazi aliyekupa baba yako. Sahau kabisa katika kitu cha urithi ukipoteza hivi hivi. Ni lazima uimalize hiyo kazi, utake usitake. Sasa ninakuamuru urudi ulikotokea haraka. Potea!